Yes, kama kawaida tunaishia tulipoanzia. Jana tuliweza kudag into tuliweza kufanya, nirudisha nyuma kidogo tutorial ambayo tulishazipitia, lakini nikaweza kuelekeza namna ya kufanya setting out ya DAW. Kwa hiyo jana nikawa nimeeleza kwamba tukikutana tena kwa saa nyingine tutaelezana namna tuingia kwenye kipengele kingine kwa maana ya window tool. Sasa leo nataka nielezee kwa ufupi kabisa, simple and clear. Kwa hiyo nikija hapo, ukishafungua kadi yako inaonekana kama hivi hapa. Unatakiwa una click njoo kwenye open. Then kwa wale ambao kompyuta yao ziko faster ita open kwa muda mfupi sana. Mimi sorry, kompyuta yangu kidogo ina changamoto, lakini soon nitaliweka sawa. Kwa ukishakuwa open tayari ita load kama hivi hapa inavyoonekana, ina load pale. Then uhitaji kuogopa, kama ina load unaiacha load ili ikupe document uweze kufanya kazi yako kabisa kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo ikianza kuload itakuwa inaonekana kama hivi hapo. Ita load itakuletea faili zako zote. Tuiache hiyo, endelea kuload. Basi kisha load, kwa hiyo italeta faili zote mpaka tulipokuwa tumeishia. Kwa hiyo ikishafika hapo nitaelekeza, kwa maana leo nataka kuongelea kuhusu window setting. Leo nataka kuongelea kuhusu kinaitwa window setting. Kwa hiyo kama kawaida, ukishaifungua file, inakwambia kuna learning center, kwa maana product tour, quick tutorial. Hizo jana nishazielezea hizi. Kwa na cancel, unaenda moja kwa moja kwenye mchoro wako. Sasa leo nataka nielezee kwa ufupi kabisa, kwa maana ya muda tulio set, tuna nusu saa tu ya kuweza kuelezea window yote kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo jana nikawa nimeonyesha milango tunavyofanya setting out, kwa maana ukishakuja hapa kwenye mark ya DAW tool hapa, then you choose your desired DAW, then place it on the wall. Ndio maelekezo yalivyo kama hapa inavyoonekana. Kwa hiyo ukija kwenye setting dialog hapa, kwa maana ya control T shortcut yake, itakuleta, inakuwa inaonekana kama hivi hapa. Kwa hiyo unakuja kuselect mlango wako kulingana na nature ya mlango wako ambao unautaka. Ukishamaliza leo unakuja kudrag tena kuzipachika hiyo milango yao kama jana nilivyoonyesha. Kwa hiyo sasa leo naomba tuje kwenye kipengele kinachofuata, kwa maana window tool. Hapo ukifika hapo inakwambia choose desired window, then place it in a wall. Adjust parameter to customize your window for unique design. Kwa hapa anakuonyesha namna ukisha select kwenye window hapo tool, leo unatakiwa kufanya njoo kwenye hapa setting dialog, kwa maana control T. Mimi napenda kutumia shortcut control T. Then ukisha press control T itakuletea hiyo setting dialog, kwa maana window default setting hapa. Sasa hapa ndio unakuja kuset sasa kulingana na dirisha, mahitaji ya dirisha lako unataka yaweje. Ukiangalia hapa mwanzo kuna kitu kinaitwa embedded library. Chini yake kuna kitu kinaitwa loaded library. Baada ya hapo kuna object library, kuna basic library. Sasa leo nataka tudili na basic library, kwa maana sisi beginner tukiwa tunaelezea pale hatua ya mwanzo tunadili na basic. Ushakuwa pro, kwa maana expert, ndio unaweza ukacheza sasa na hivi vitu vingine, lakini kwa leo nataka nielezee kwa wale beginner, kwa maana basic library. Nakuja hapa kwenye DAWs, ukija test DAWs ndio zinakuona kama hapa. Kuja kwenye library, nakuja kwenye kitu kinaitwa window, nakuja kwenye basic window hapa na select. Kwa hiyo kisha select basic window zinakuwa zinaonekana kama hivi hapa.
Sasa nakuja kuchagua window yangu mbili ambayo mimi mwenyewe nataka. Kwa hiyo hapa na select kitu kinaitwa double search window. Ndio nazipo select. Kisha select hapa inakuja kwenye preview and positioning. Preview and positioning kwa maana kitu cha kwanza naanza na dimensioning hapa juu kama unavyoonekana hapa. Hiyo ni dimension. Una set dimension yako unayoitaka. Kwa mfano dirisha langu mimi nataka liwe mita 2 kwa maana 2000 by 2000. Mita 2 kwa mita 2. 2000 by 2000. Ukija hapa ni preview ya hilo dirisha lako. Kwa mfano hapa ukija hapa hii ni plan, ukija hapa hii ni elevation inaonekanaje, ukija hapa hii ni 3D. Inakuwa inaonekanaje 3D yako kama hivi hapa inavyoonekana. Kwa hiyo turudi kwenye plan hapa. Then ukija hapa kama kawaida kuna siri tu. Kuna kitu kinaitwa offset. Kwa maana kama unataka au match kutokea kwenye floor, kwa maana dirisha linapanda juu kiasi gani, ndio hicho kitu anakimaanisha hapo. Na set ni kiasi gani, kwamba level ya dirisha yako, madirisha yako yanaanzia umbali gani kutoka kwa maana kutoka kwenye floor. Kwa mfano hapa by default unaona ipo 1 meter. Kwa hiyo mimi by default nyumba yangu assume labda nyumba yangu ina mita 3. Sawa? Headroom ya nyumba ni mita 3. Kwa maana bottom of the beam pale na set labda ni mita 2 labda 60. Kwa hiyo mita 260 ndio itakuwa top ya dirisha langu. Alafu dirisha langu lina mita 2 height. Kwa hiyo kinachobakia ni 60. Kwa hiyo calculation hiyo dirisha langu litakuwa na 600 mm. Kwa maana 0.6 cm. Then ukimaliza hapa chini hapa kabisa kuna kitu kinaitwa basic window setting. Ukija kwenye basic window setting hapa, kitu cha kwanza kuna kitu open type. Kuna main search. Sasa unataka dirisha lako lifunguliweje? Kuna treat turn, kuna treat turn mirror, kuna side angle. Natumia side angle ambayo ni kawaida. Lakini ukija hapa chini kuna kitu kinaitwa natural ventilation. Kwa hiyo mimi naweka pila na activate natural ventilation. Ukija hapa mbele kuna kitu kinaitwa window setting and opening. Ukipress hapa sasa ndio inakuja zile item ambazo utakuwa una set moja moja. Una set moja moja. Tukianza na frame and search. Ukipress kwenye frame and search hapa inakuja kuna kitu kinaitwa frame element joinery. Namna gani unataka utengeneze joint zako. Una select joint zako unataka ziweje? Kwa mfano hapa mimi by default ilikuwa kwenye butt joint au metal joint, naenda na butt joint. Kwa wale wataalamu wanakuwa naelewa maana ya butt joint ni nini. Then kama unakuwa hujui labda kwenye comment niachie comment. Unataka nikuelezee hivi, naweza kaja kuandaa video ya kuonyesha hicho kitu ambacho unakuwa ukielewe. Lakini kwa chini yake kuna kitu kinaitwa uniform frame width. Maana yake ni nini? Kwamba unaweza kaamua kutengeneza frame ambazo zote zinalingana kwa upana. Kwa hiyo unachotakiwa ufanye ukiselect hapa, maana yake kila frame zote zitakuwa na the same width. Ukimaliza hapo chini kuna kitu kinaitwa endo hapo kama kawaida ni kitasa. Kwa maana dirisha unataka liwe na kitasa. Mimi dirisha langu ndio nataka liwe na kitasa. Kwa hiyo nikija hapa na select kwenye window endo hapo. Kwa hiyo nikisha select endo hiyo nachagua style sasa ya endo yangu ambayo mimi naitaka iweje. Nakuja na select namba 8 kama kawaida. Ndio naenda nayo namba 8. Then itakuwa tayari iko selected. Nikimaliza hapa nakuja kwenye kama kawaida nakuja kwenye kitu kinaitwa natural ventilation. Natural ventilation ni set unataka iweje. Sasa unakuja hapa kuna kitu kinaitwa overglazing and overframe. Mimi na set by default ya overframe. Then nikimaliza kuna kitu kingine kinafuata kinaitwa opening type and angle. Hii ni set kwamba unataka dirisha lako lifungukeje, lifungulie sehemu gani na kwa angle ipi. Kwa hiyo tusha set huko. Kwa hiyo
Kwenye 2D labda unataka ionekaneje, unaweza ukabadilisha hapa angle kulingana unavyotaka. Then kuna kitu inaitwa model attributes. Model attributes ni painting, kwa maana unataka dirisha lako kwenye 3D linakuaje, linakuwa linaonekana gani, ile final color, final appearance unataka iweje, ndio kitu kinaitwa model attributes. Kwa hiyo ukija hapo kama kawaida tulivyofanya kwenye mlango, utakuta kwenye several items zote uweze kuwa unazifanyia setting, kwa maana zile component ambazo zinatengeneza dirisha unazikuta hapa zote. Kwa maana glass, kama dirisha lako lina kioo, unachagua, una select glass yako unataka nini. Labda kama hivi kwa unaweza ukachagua glass mirror. Then kuna sash hapa nataka iweje, labda kuna frame outdoor na badilisha iwe wood. Iwe aluminium. Kwa hiyo nikija kwenye material hapa, kwenye material kuna kitu kinaitwa fabric metal. Nakuja kwenye metal. Kwa hiyo kwenye metal nachagua aluminium. Madirisha yangu yote yawe aluminium. Zile frame zake zote ziwe aluminium. Nakuja kuselect kitu kama hichi hapa. Na select aluminium. Kwa hiyo kwenye glass kama kawaida ukishamaliza kuseti kila kitu kinakuwa kinaonekana hapo hapo. Kwa hiyo then ukimaliza hapo unakuja kwenye chini yake hapa kuna kitu kinaitwa wall opening. Yaani opening kwa maana kwenye ukuta labda kuna mtundo wote unataka uliseti, ndio hivyo inakuwa inamaanisha. Kwa hiyo labda juu unaweza ukaamua kuweka arch. Kwa mfano kama kuna wall closure. Hivi vitu kama hizo lazima unajua kuna wall inset. Unaweza ukaamua kuiweka au arch, masonry arch. Kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. Ngoja ni set labda masonry arch. Nitakuja nikuonyeshe inavyokuwa inaonekana. Kwa hiyo kisha set masonry arch, maana yake unakuja kuifanyia vitu vingi unataka ionekaneje hiyo masonry arch yako. Labda masonry straight arch, then kuna rise, kuna score back angle. Lazima hivyo vitu hivi unavijua. Kwa wale ambao wamepitia somo kidogo la arch. Unavyokuwa una design arch au unachora arch au unajenga arch, kuna vitu fulani lazima uwe unajua component. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kama unaelewa mzuri wa arch, unaweza kaamua kuiset. Kama ndo beginner, unaweza ukaskip ukaendelea na vitu vingine. Kuna kitu kinaitwa fixture and fittings. Fixture and fitting hapa kuna kitu kinaitwa casing, gengi, seal, sunshade, board na etc. Kwa mfano kwenye casing hapa, kwa maana case kama kawaida casing watu wanaelewa mkisema case maana yake ni nini kwenye dirisha, mtu anakuwa anaelewa. Lakini ganging kama kawaida unataka ndani yako iwe na gang kiasi gani, kiasi gani. Una select kama unataka iwe upande huu, una select iwe upande huu. Kama unataka iwe juu na chini, una select upande huu hapo. Kama unataka window yako window sill, kwa maana hii window sill kama unavyojua kaza window sill ni pale maji yanapogonga kwenye kioo yakashuka yasingie kwenye ukuta. Kwa hiyo tunachokifanyaga unatengeneza window sill kwa maana ya drain away the water that is running toward the window. Yale maji yanayogonga kwenye window pale yakishuka yasingie kwenye zile frame na kuja kuwaleta hatari, kusababisha corrosion na nini. Unachokifanya kwenye ule ukuta unatengeneza chini yake pale, una introduce kitu ambacho kiko slanted. Inaweza ikawa concrete ambayo certain shape iko slanted kwa maana ya drain away water. Then kwa chini tunapachikaga groove, slot kama groove hivi kwa ajili ya kuzuia maji yasitembee mpaka kuingia kwenye ukuta. Yes, ndio inakuwa clear. Kwa hiyo kama ukiseti ganging moja kwa moja unakuwa au hitaji, kwa ukishakuwa na ganging hakuna namna ambayo unaweza ukaweka seal. Kwa hiyo ukitoa ganging labda tunakuja tuna set seal, window seal. Kwa hiyo window seal unakuja unachagua sasa hii ni essential type of window seal ambayo mimi nataka. Mimi seal yangu nataka iwe concrete tab, nakuja na select hapa. Ukisha select window seal kuna kitu hapa pembeni unakuja unagusa hapo, then unakuja kuifanyia setting. Unataka iweje, iwe inapokea maji kiaje, iwe ifoje, ndio unakuja ku adjust hizi dimension.
Seal type hapa ndo unachagua sasa. Seal yangu mimi labda let's say nataka hii hapa, ceramic seal, LNT seal, brick seal, stone seal, metal concrete sub seal kama nilikuwa nimeset pale kwa maana ya zege. Then hapa ndo unakuja una adjust dimension zako sasa ambazo unakuwa wewe mwenyewe unataka. Then ukimaliza, baada ya kuwa umepitia item zote sasa, zote ushazimaliza kuzipitia, unaiti kitu kinaitwa okay. Ukisha press okay, moja kwa moja zile settings zako zinakuwa ziko ready kwa ajili ya kwenda kupachika kwenye ukuta, kama ilivyokuwa inatuelezea hapa kwamba ukishamaliza kwamba choose desired window then place it in a wall. Kwa hiyo nishamaliza kufanya setting out ya hiyo dirisha langu. Kwa unachoenda kukifanya ni kuja kwenye ukuta sasa kupachika. Dirisha langu unataka liwe onekane wapi? Labda mimi nataka ikae hapa kwenye center ya ukuta. Nakuja hapa na select, ila hapo linakaa. Nakuja tena upande huu, labda nataka likae sehemu hii hapa. Nakuja hapa na select, linakaa. Labda nakuja upande mwingine hapa, nataka kuwe na dirisha. Nakuja hapa na select, linakaa. Nakuja hapa na select dirisha yangu linakaa. Then nakuja upande mwingine ambao dirisha la mita 2 inaweza ikakaa. Nakuja upande huu. Sorry, hapa sio upande huu si I'm not advising you to put the window on the direction where the door is open. Sipendelei sana. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa, nakuja hapa dirisha langu linakaa. Huu ni mfano. Kwa hiyo unapachika dirisha langu linakuwa linaonekana hapa. Ukishamaliza kupachika madirisha yako, unaenda kwenye 3D. Uangalie kitu gani ulikuwa unafanya kina make sense. Then ukiona ki make sense, sasa ndio unaanza kuedit. Kama utaamua kuedit haya madirisha kulingana na wewe unavyotaka, ndio unakuja wewe sasa unavyotaka. Hizi haya madirisha yangu ndio hii ndio ile achi ya pale juu. Hii hapa ambayo inaonekana. Kwa hiyo shape yake nini kulingana na wewe unavyotaka, utafanya setting out kulingana wewe unavyotaka hiyo unavyotaka hiyo nani yako ionekaneje. Hiyo acha kwenye dirisha unataka ionekaneje. Kwa hiyo madirisha yanakuwa yanaonekana kama hapa baada ya kuwa umeyapachika kwenye ukuta. Sasa kama unataka kuedit, labda unashika moja moja, ukiselect bonyeza shift then una deselect. Ukishali select unakuja hapa kwenye setting. Kama unataka kulibadilisha, labda nataka nibadilishe dimension, labda niweke 150 by 150. Sawa, 150 by 150. Alafu nimepunguza 50, kwa hiyo huku itakuwa inasoma 110. 1100 kwa maana ya milimita. Okay, hapa dirisha langu linakuwa linaonekana kama hivi hapa. Baada ya kuwa nimesema, ukija kuangalia kama umeselect moja, maana yake yote mengine yanahitaji yabadilishe kwa wakati wake. Lakini kwa sababu muda ule nilikuwa nimeselect moja, ningeweza kuselect yote na nika edit yote kwa wakati mmoja. Yote yanawezekana. Ni wewe tu utakavyoamua kufanya setting out yako. Kwa hiyo ukishamaliza ndo madirisha yako yanakuwa yanaonekana kama hapa. Kama unataka kuset event nini whatever, kila kitu hapa ndo unaanza sasa kucheza navyo. Ukiona dirisha lijakaa sawa, unaenda unabadilisha. Unaweza kaamua kuchagua dirisha lingine. Unakuja kwenye catalog hapa. Una click hapa, then unaweza kaamua kuchagua dirisha lingine kulingana na mimi ninataka dirisha langu liwe. Kwa mfano naweza kaamua labda niende na hii horizontal multi sash. Kiselect tu hapo. Ukija hapo ukabadilisha huko, unaona ishabadilika. Kwa hiyo sasa wewe unaenda kuset sasa dimension nini whatever, kila kitu ambacho unakuwa unakitaka. Sasa kwa sababu leo tulikuwa na session dogo, kwa maana tunataka leo nilikuwa nataka kuelekeza window ambavyo vinafanya kazi, window setting 2 inafanya kazi.
Kwa hiyo tutakuwa na muda mrefu sana. Naomba nitumie hizi dakika 20 zinatosha. Kwa wale ambao bado wanaendelea kufuatilia episode zetu hizi ambazo tunaendelea nazo, kwa maana ya naelekeza namna matumizi ya ArchiCAD 29, naomba muendelee kuacha comment hapo. Comment nazipitia na nazifanyia kazi. Asante wanafamilia. Kama hujasubscribe, kama una mwenzako anaja subscribe, unaweza kumwambia subscribe kwenye ili nikiwa natoa tutorial kama hivi, niko live, unapata notification, usiweze kupitwa na episode hata moja. Usipitwe na episode hata moja. Asante kwa kuangalia. Bye bye.